katika upande wa kukuheal na kukutibu maradhi yako ya mapenzi kwa kukuletea filamu tamu za mapenzi, basi hapa hujakosea. Mimi ni Milan, the voice of love, the voice of healing, sauti ya mapenzi, sauti ya tiba. Nimekuletea tena filamu tamu ya mapenzi ambayo inatukutanisha na washikaji watatu ambao wanaivana sana, lakini binti mmoja anakuja kuleta mchanganyo hapo katikati. Unataka kujua ni nini kina happen? Kuwa nami mwanzo mwisho uenjoy burudani hii ambayo itakufundisha mapenzi ya kweli yanatakiwa kuwaje. Mapenzi ya kweli lazima kuwepo kuchitiana, kununiana, kukasirikiana, kuchekeana na kufurahishana. Hayo ndio tunaita mapenzi ya kweli. Na kabla ya yote, make sure umemvuta bebe karibu kabisa. Kama una popcorn, jaza pipa zima. Mimi ni Milan, let's go. Are you ready eh? Picha inaanza, tunakutana na washikaji watatu. Huyu mmoja anaitwa Leo ambaye huyu ni wakili. Huyu mwingine anaitwa Nathan, huyu ni daktari. Na huyu mwingine anaitwa Kobe, huyu ni mfanyabiashara. Na hawa watatu ndio wanaunganika kama mabrother na ndo wamebeba story nzima ya hii movie. So hawa washikaji wameivana sana na leo wamekutana katika hii nyumba ya mshikaji wao anaitwa Kobe. Wamekuja ku have fun, kuenjoy kwa sababu ni marafiki sana, na wanampa hongera mshikaji wao Kobe kwa sababu siku ya leo kuna dili ambalo walikuwa wanalifukuzia, dili kubwa la pesa nyingi na limetiki. Kwa hivyo wote kwa pamoja wanafurahia mafanikio ya mshikaji wao. Ghafla simu ya mshikaji ikaita. Baada ya kupokea, alikuwa ni dada yake ambaye anaitwa Keta na yuko nje za nchi kwa ajili ya masomo. So alipopokea akampa taarifa kwamba dili lake ile ambalo alikuwa analifukuzia limetiki, na alifurahi sana. Baada ya hapo akamwambia kwamba unarudi lini? Dada yake akamwambia very soon anarudi. Hivyo alifurahi sana na akamwambia anamsubiria sana, washikaji zake pia wanamsubiria sana huku Nigeria. Baada ya kukata simu akawaambia washikaji zake hawa Nathan pamoja na Leo kwamba dada yake anakuja muda sio mrefu. Walifurahi sana. Basi Leo akawa anatania pale anasema inaonekana kama kibonge nimenenepa safari hii. Ghafla Kobe akamind, yani ile serious, akamwambia Leo aweke macho yake mbali na dada yake. Mambo ni kwamba anaonekana anampenda sana dada yake na hataki mshikaji wake awe na dada yake. Utajua ni kwa nini ana mind kiasi hiki. Anaonekana kama ana wivu hivi. Okay, wakapotezea hiyo habari kwa kuwa ni washikaji, wakaendelea ku have fun. Siku nyingine tunamuona Kobe huko gym ya nyumbani